Mea furaha yake kutoka kwa mtu yoyote yule. Binadamu anapaswa kuwa na amani akiwa yupo katika hali ngumu au hali ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu binadamu hategemei amani yake kutoka katika hali nyingine yoyote ile. Kwa kinacho kufanya sasa unashindwa kuwa na furaha na amani na kuwa na utulivu unapokuwa katika hali ngumu, ni dalili sasa nilizosema kwamba ni dalili zinazoonyesha kwamba nafsi yako ina maumivu ya kutosha. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yenye maumivu ya kutosha haiwezi ikazalisha hali hiyo ndani yake. Sasa kuhukumu watu au kuwalaumu watu au kuwasingizia watu, hiyo ndio kipimo kikubwa. Yaani upo kwenye ndoa inasumbua, lakini wewe mtazamo wako mkubwa unaona mke wako ndo tatizo. Hiyo ni dalili kwamba wewe una tatizo la kisaikolojia. Dalili kwamba mfumo wako wa kiroho hujakaa vizuri. Upo kwenye ndoa, watoto wako wanasumbua. Hujichunguzi wewe, kazi ni kulaumu watoto na hata huwezi ukawafundisha. Yaani unalaumu tu kwamba mnakosea, hamnielewi, hamna mwelekeo mzuri, hamna vitu kama hivyo. Ndio bidii yako ulionayo. Hiyo ni tatizo, ni ishara kwamba unapitia wakati mgumu katika nafsi yako. Kwa hiyo unatakiwa kuanza mchakato wa uponyaji. Unalaumu mke wako kwamba mke wako ndo anayekufanya kwamba uwe na tabia mbaya. Basi bora ungekuwa unasema kwamba hii tabia mbaya ni ya kwangu tu, tungekuelewa kwamba ni mzima. Lakini unalaumu mke wako, maana yake unategemea kuwa na tabia nzuri, unategemea tabia ya mke wako ndio ikufanywe na tabia nzuri. Bila tabia ya mke wako kuwa nzuri, wewe huwezi kuwa na tabia nzuri. Haya ni maradhi ya kiroho. Unahitaji ufikirie uponyaji. Unahitaji ufikirie kuwa mzima. Unategemea tabia ya watoto ndio uwe na furaha, ndio uwe na tabia nzuri. Unahitaji kufikiria uponyaji kabisa nakwambia. Unahitaji hayo mambo kwa bidii sana kuyatekeleza. Kwa sikwambii uache tabia ya kulaumu mume wako, tabia ya kulaumu mke wako. Nataka ujichunguze. Na ikiwa unalaumu, ugundue kwamba unahitaji msaada. Sasa kuacha najua uwezi, ni ngumu. Mpaka connect kwanza na chanzo. Connect kwanza na roho yako. Roho yako itakuwezesha kuyaacha. Kwa wewe ambao unaona ni jambo la kawaida kumlaumu mke, kusema kwamba mimi mume wangu ana tabia mbaya ndio maana ana tabia mbaya. Please jamani, tafadhalini sana, angalia vyanzo vya roho zako. Kwa hiyo ni wataalamu wa afya akili wakusaidia kupangilia akili. Lakini kama hata uconnect na chanzo na nguvu yako ya ndani, haitasaidia. Unaenda kwa mtaalamu wa afya akili, kwa mfano anakuambia kafanye mazoezi. Mazoezi yanaweza kukufanya ukapata raha, kwa sababu unapokwenda kufanya mazoezi unaweka